nitaongea naye mdogo wako. Nahisi atanielewa. Utakuwa tu sawa. Twende basi nyumbani. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nimekuja kukuomba shemeji yangu. Naomba basi umrudishie kaka yako betri na tochi zake. Na yule anategemea kuoa. Sasa unavyomfanyia hivyo, nakuwa sio vizuri shemeji yangu. Nakuomba tu. Unajua nini shem? Hao mablaza wanapenda sana kunivuruga. Alafu wanapenda kunifuatilia mambo yangu. Hata mimi sipendi kuwafanya hivyo. Lakini wenyewe ndio wanaonichokoza, yaani ndio wanafuatilia sana mambo yangu. Ndio maana inanibidi nifanye hivyo. Sio mimi na wala sikusudii. Ila unajua nini shem? Kesho asubuhi nitakujibu. Sawa shemeji. Lakini wale ni ndugu zako na wapendwa wakuone hivyo. Kwa hiyo wanavyokuwa wanakufanyia hivyo, sio kwamba wanakuchukia. Hapana, wanakupenda sana. Lakini sawa, mimi nimekuelewa. Mimi ngoja niende nyumbani. Habari za hapa mdogo wangu? Safi kaka, tupo. Asante, lakini nimefika hapa kuweza kuwajulia hali. Lakini plani yangu kubwa ni kukipata kile kibuyu na kiwinda ili niweze kukipasua tuishane nacho kabisa. Hiyo liko sawa. Lakini angalau sijui kama wewe. Yeye mwenyewe alikuwa na kiburi kama cha kwako. Na nilimwambia sio kama simwambia. Lakini alingangana akataka kukipasua, mwisho akahifadhiwa kwenye kibuyu. Sasa kwa makini. Okay. Wacha mimi niondoke. Sawa kaka Pivax. Karibu tena. Lakini kuna changamoto moja. Jana mvua ilinyesha, kuni zote zimeloana, afu hakuna mkaa. Kwa nini unasaidia hata buku tu nikanua mkaa? Utakuja kwa shemeji yako. Au ni masuala madogo madogo? Sawa kaka. Huyu kaka bwana. Ndio maana unamuelewa sana. Okay. Nitakuja tuzungumze. Nimetoka shule. Mama nimekuta chakula hapo. Chakula kilichopo ni cha kakako tu. Sasa nikisema nikupe wewe, kakako atakula nini? Shemwe. Mama banaita chakula mimi nile. Sawa, ngoja mimi nikutengee. Chapu. Subiri sana
nikuletee maji ya kunawa. Mimi sina bana, na njaa sana.